Pongali Business, Smart Business Tips. Mambo ya kisheria na taratibu zinazohusiana na uwakala wa mitandao ya simu hapa Tanzania. Hapa nchini, mambo muhimu ya kisheria na taratibu zinazopaswa kufuatwa kwa mtu anayefanya au anayetaka kuanza biashara ya uwakala na huduma za kifedha kwa njia ya simu. Hapa kuna sheria ambazo zinatakiwa uzijue kama wakala au kama mteja unayetoa fedha kwa wakala, ili ujue haki zako wewe na haki za wakala husika. Namba moja, tunasema kuwa na leseni halali ya biashara. Bila kuwa na leseni ya biashara kutoka halmashauri husika, ukifanya hii biashara ni batili. Hivyo, sheria inakuruhusu wewe ukifanya hii biashara basi utapigwa fine au unaweza ukafungiwa kabisa usiwe mfanya biashara. Lakini pia tunasema kwamba usajili rasmi kwa mitandao husika. Hivyo, usitumie line feki ambazo hazijasajiliwa kupitia mitandao hiyo ya simu kama M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, Zantel pamoja na Halo Pesa. Kwa hiyo hakikisha kabisa kwamba umesajiliwa kwa majina yako na kidole gumba au tunasema electronic way of registration of line. Kwa hiyo hakikisha kwamba umepewa namba ya wakala ambayo tunasema ni agent code ya kwako wewe, isiingiliane na mtu mwingine. Line maalum ya wakala ambayo ndio inabeba kodi, lakini pia mashine hizi za POS au tunasema app za mitandao husika hasa Tigo Pesa, Airtel Money na kuendelea. Lakini pia kitu kingine ambacho ni muhimu ni kama ni sheria lazima uwe nayo ni kitambulisho cha NIDA. Unahitajika kabisa uwe na kitambulisho cha NIDA, namba ya NIDA ya usahihi, lakini passport mbili kwa kila mtandao ili uhakikishe kwamba wewe ni mhusika halali wa line tajwa. Lakini pia ni kuhakikisha kwamba mkataba wa huduma, tunasema service agreement. Hii unapojiunga kama wakala, unatakiwa kusaini mkataba na kampuni ya mitandao ya simu. Bila kufanya hivyo maanake wewe unafanya kinyume na sheria. Hivyo mkataba unakutaka wewe kufanya kazi kwa uweledi na taratibu za kurejesha fedha au refund au uwajibikaji wako pamoja na kwa wateja na kwa mtandao husika. Lakini utaratibu mwingine au sheria nyingine tunasema kwamba kuwasilisha ripoti za kifedha. Kuna vitabu ambavyo kila mtandao unatoaga. Kama ukiangalia vitabu vikubwa kabisa ambazo zinakuwepo kwa mawakala, unakuta wanajaza mara kwa mara. Japo kwa sababu ya mazoea na kuona kwamba hii biashara ni biashara ya kawaida, watu hawajazi taarifa yoyote, wanafanya tu kiholela biashara. Pale inapotokea tatizo ndio baadaye anajua kwamba hii biashara inakuwa. Kuna watu wamefungwa maisha kwa sababu ya kufuata sheria za TCRA, sheria za BOT ambayo ndio wasimamizi wa fedha. Kwa hivyo unatakiwa uwe makini sana na ufuatilie sheria zinazohusiana na uwakala wa mitandao ya simu. Kuepuka utapeli na matumizi mabaya. Hairuhusiwi kushiriki au kusaidia miamala ya udanganyifu. Epuka kabisa. Usije ukafanya hii issue kwa sababu itakupelekea wewe kama wakala uonekane kwamba umefanya kosa la money laundering au kushirikiana na mtu au watu kujihusisha na utakatishaji wa fedha. Kwa hiyo hairuhusiwi kabisa kwa sheria za Kitanzania, utafungwa. Lakini utaratibu mwingine au sheria nyingine ni unaheshimu sheria za faragha. Hutakiwi kutoa taarifa yoyote ya mteja, aidha jina lake, namba za simu, salio alilotoa au salio uliomwekea na miamala yake ambayo anafanya kwako, kwa sababu wewe unakuwa una taarifa zake kwamba umemwekea milioni moja leo asubuhi. Kwa hiyo ni rahisi wewe kutoa taarifa kwa wakala ambaye sio mwaminifu. Ni rahisi kutoa hizo taarifa kwa wahuni na kwenda kumteka yule. Hivyo hairuhusiwi kabisa. Ni haki kisheria kuhifadhi zile faragha za mteja husika. Lakini pia sheria zinazosimamia uwakala. Kwa mfano BOT, Bank of Tanzania, inasimamia huduma za kifedha kwa mawakala. Kuna TCRA kama hujawahi kusikia, basi inasimamia matumizi ya line na huduma za simu. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi ukisikia line zinafungwa ni TCRA ndio wanafanya hivyo. Fedha bandia si fedha kitu gani, utakatishaji wa fedha ni benki kuu. Lakini tuna Tanzania Police ambayo wanadeal na masuala ya cyber crime unit ambayo huchukua hatua kwa matapeli wa mitandao ya simu.
kama ndio umehusika kama wakala, basi ni rahisi kufunguliwa sheria na mashtaka na ukapata kesi. Lakini pia fuatilia mabadiliko ya kisheria. Sheria na masharti ya mitandao hubadilika mara kwa mara kulingana na policy ya nchi husika. So, kwa hiyo hakikisha kwamba unapata taarifa kutoka BOT au mitandao husika, lakini pia penda kuhudhuria mafunzo au semina za mitandao ya simu ambao unaitumia wewe. Lakini pia hakikisha pia kwamba tunasema kwamba una email yako ambao unapokea ujumbe wa mabadiliko mara kwa mara, au SMS ya kawaida unaweza kuwa unapata kupitia simu yako. Lakini pia adhabu kwa kuvunja sheria. Hii wakala bila leseni halali anaweza akapigwa fine au akafungiwa. Lakini pia kufanya miamala haramu, adhabu yake unaweza ukafungwa au kufungiwa huduma kwa muda fulani. Lakini pia pale unapotakatisha fedha au pale unapokata kurejesha pesa ya mteja ambao umeifanya kimakosa, unaweza ukafungiwa uwakala wako na usifanye huduma. Kwa hiyo ni vizuri ukazijua hizi sheria ili zikusaidia wewe. Lakini sheria nyingine tunasema ni sheria ya udhibiti wa huduma ndogo za kifedha. Hii ipo chini ya Benki Kuu. Inalenga kuhakikisha kuwa huduma za kifedha kwa njia ya uwakala zinaendeshwa kwa uwazi na kwa uaminifu bila kuwanyanyasa wateja. Kwa hiyo ili unatakiwa ufuate sheria za kifedha. Lakini pia sheria ambayo tunasema ni sheria ya kulinda watumiaji ambayo ni customer protection. Inaelezwa BOT na TCRA, hao wote wanahusika. Pale unapomsumbua mteja au kumnyanyasa mteja, anaweza akakushtaki TCRA na biashara yako ikafungwa au kapigwa fine. Lakini pia usiwatoze wateja zaidi ya kiwango ambacho kinaelekezwa kwa mtandao husika. Kwa hiyo unatakiwa ufuate mtandao husika, unataka ukate shilingi ngapi na utende haki. Hakikisha kwamba unawapa wateja risiti kama rejea ya kitu ambacho wamekifanya, ili pale inapotokea kuna sending of the money, basi unakuwa salama. Lakini pia ushuru na kodi ya serikali. Kuna watu wengi wanakimbia kulipa kodi ya serikali, na unatakiwa kama mfanyabiashara uwe na TIN ambayo tunasema ni taxpayer identification number. Hii ni TIN. Utalazimika kuwa nayo kwa sababu bila kuwa na TIN number basi huwezi ukafungua wakala wa simu. Lakini pia kwa sababu unatakiwa uanze kulipia kodi ya mapato, kodi ya leseni ya mwaka. Kwa hiyo unatakiwa ufanye kwa mwaka ulipie kodi ya mapato ambayo tunasema ni service levy, lakini pia kodi ya leseni. Hii leseni ni kwa ajili ya halmashauri husika. Kwa hiyo ni vizuri sana ukajua kwamba unatakiwa ufanye nini, ushauri wa masuala ya kodi unatakiwa ulipie. Lakini kitu kingine tunasema kwamba ni sheria ya kupambana na utakatishaji fedha. Wakala ambaye hayupo makini unafanya miamala mikubwa isiyo ya kawaida. Mteja kutuma pesa mara nyingi kwa akaunti tofauti tofauti ni kosa kisheria, hairuhusiwi. Au kutuma kiasi kikubwa bila sababu ya msingi, hapana, hairuhusiwi. Kwa hiyo kama ameshatuma kwa mara moja, basi unatakiwa uwe makini sana kwa sababu utafuatiliwa. Na taarifa za miamala mara nyingi zipo kwenye simu, kwa hiyo ni rahisi sana wakala wewe kupata kesi za namna hiyo. Lakini sheria nyingine ni sheria ya usalama wa utumiaji wa teknolojia habari, kwa mfano cybercrime. Kwa hiyo unapotumia simu ya mkononi kufanya udanganyifu ni rahisi sana kukamatwa. Lakini pia kuingilia taarifa za mteja bila ruhusa, hapana. Hii ni changamoto sana kwa vijana wengi ambao wanafanya biashara za uwakala. Yaani anapokuja mteja sana sana msichana, basi kama kuna rafiki yake au yeye mwenyewe kwa tamaa zake na bila kuwa mwaminifu kwamba hii ni ofisi, basi anaanza kutamani yule binti, mwisho wa siku anachukua namba ile ile ambayo imewekwa pale ambayo ameitumia fedha, basi anaanza kumsumbua. Hii akikufungulia kesi ni kesi kubwa sana kwako. Lakini pia kurekodi au kufuatilia miamala ya mteja ni uovu ambao hauruhusiwi kwa sheria za nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia issue nyingine ni kuzingatia kanuni za afya na usalama wa wateja. Hakikisha ofisi yako ni safi muda wote, hewa iwe safi, lakini pia viti kwa ajili ya kutoa huduma, sehemu ambayo wateja wanakusubiria wewe, sio mteja wanasimama tu muda mrefu, hapana.
hii ni kukiuka sheria ambazo zinatakiwa ziwe hivyo. Lakini hakikisha kwamba mashine zinatunzwa ili viweze kutoa huduma stahiki, ikiwa ni risiti pamoja na taarifa zingine. Lakini pia hifadhi fedha kwa usalama. Hakikisha kwamba fedha zako unaziweka kwenye mazingira safi. Usiweke mazingira ambayo yanashawishi hata anayepita njiani anaweza kapitia fedha. Hivyo wewe unaandaa mazingira mtu kuiba, alafu unakuja kumlaumu kwamba niliibiwa milioni moja. Kwa sababu kuna mawakala ni wahuni. Yaani ametegesha shilingi 10,000. Anajua kabisa kwamba kuna mtu ambaye anadokoa. Basi akishamwachia tu akiibia ile 10,000, basi anasema kulikuwa na 400,000. Wakati kulikuwa na 10,000. Ile pale ikija kugundulika kwamba umembakikia kesi kama hiyo, basi ni rahisi sana kuchukulia sheria kwa mujibu wa sheria za nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia hakikisha kwamba sheria na uwazi wa biashara ambayo tunasema ni fair trade practice. Hairuhusiwi kuwadanganya wateja kusema kiwango ni kimoja tu, alafu utakata utakavyo wewe. Hapana. Hata kama wewe ndo mteja uliopo katika eneo husika, basi usiwatese wateja kwa sababu ni sheria. Hiyo ni kama umewatapeli. Kwa hiyo hakikisha kwamba unakuwa makini sana. Hakikisha pia unalinda taarifa binafsi za mteja wako. Namba ya simu, salio la mteja, historia ya miamala ya kwake. Sio kwamba mtu akija tu aseme, "Huyu dada huwaga anatoa hela sana. Juzi katoa milioni moja, leo katoa na milioni 200, kesho." Hapana, unawaambia hili nini? Keep privacy ya mteja wako, kwa sababu unakiuka sheria za nchi. Lakini pia kuwa na maadili ya kitaaluma, code of conduct. Hakikisha kwamba huna lugha chafu, huwabughudhi wateja, usionyeshe dharau kwamba kwa sababu wewe ndio unatoa huduma.